mafanikio, na wengine walizaliwa kutengeneza njia zao wenyewe za mafanikio, na mimi ndio mmoja kati ya kundi la pili, yani wale waliozaliwa kutengeneza njia zao za mafanikio. Kilimi na somo maajabu bwana, nimezaliwa kidume, maisha tabu sana sijaishi kama mfarume, maslahi na bajeti laka tatu zindineti, nipo haina. Hii ndio biashara inayoendesha maisha yangu, naipenda sana biashara yangu. Yani kila asubuhi ninapoamka na muombe Mungu aniwezeshe kuuza magazeti yote ya siku na kuyamaliza ikibidi, kwani ndio njia pekee inaweza kunipa mafanikio na faida kidogo. Watu likisema mtaji masikini, nguvu zake mwenyewe ndio nguvu. Yani leo kama unapendako naomba usanielewa Isuzu. Yani leo, yani kama unaenda kwenye ngome ni bora usirudi. Umeelewa Isuzu? Gazeti. Yani kama una mwanamke mwingine, yani bora wako kwako kuliko kurudi hapa, sawa? Nakwambia maisha ya mali tawini lini bongo, maisha ya niingia kilini na usongo, na itikali mani narudi uswahilini. Hivi ndio tunavyotengeneza hela za ziada. Yani watu tukigombana asiwe mpili faida kwa nguvu, wengine ndio wanalipa gazeti na kusahau. Kipi kingine tutegemee zaidi ya hii? Nipata shika kuna jema na itikali mimi narudi na robo yangu mkononi, watoto wakologe uje siku ipite. Tabasamu langu la siku nzima huisha ninapoingia kwenye geto langu, ndio tabasamu linakatika kabisa. Unikumbusha safari yangu ndefu sana ya maisha yangu. Kitanda kimoja, jiko la mkaa na sufuria zilizokijaa, ndo usukuti na kujiuliza hivi lini nitafika japo hata kumiliki TV, nikaangalia habari zinazojiri, kujua mfumo wa dunia. Ndio maana mawazo haya ndio sababu za kudunduliza kidogo kidogo, kuweka hela kwenye kibubu. Nilipoanza kupiga hesabu naona hichi kibubu cha sita hiki, ila naamini hiki kitajaa, na siku moja nilipopasua ndio nitapata hela za hatari, ninyooshe miguu, yani kulendema. Tatizo nilikuwa nayo katika changamoto za maisha yangu ni moja tu, Suzi. Suzi, mbona ghafla hivi mwanangu, hata kubisha hodi tu? Nilitaka kukuta kitanda chako leo. Mimi sina gani, mimi naona mke zaidi yako tu. Mbona story zako sina? Mimi mapenzi nilikuwa nayo kwako mpaka shetani mwenyewe anaogopa. Mwenyewe unaelewa jinsi nilivyokupenda, wala kukuchiti wala kitu. Kweli. Tuachane na hayo kwa sababu Gwaru. Shida gani tena nilikuwa nayo? Mtamu mpenzi wangu sana. Vitano hela hiyo. Mimi si nimekupa hela juzi tu, wewe umefanya kazi gani ndio kufanya hela? Mbona unatumia hela kama mtutela hivi? Mimi sina hela. Nakuahidi ukinipa hiyo hela leo, nitakupa kila kitu ambacho sijawahi kukupa. Unajua hela iko kwenye simu wewe. Umeona? Hapo sasa ndio niachie muda huu nikatoa hela ili nije. Sasa ndio usiniongopee Suzi. Una kama mtoto wa kuku tunyonya kesho tu. Natoa hela tu, umeshaelewa? Sikia.
nakuja. Samahani mzazi wangu. Poleni watu njiliki changia kuchelewa. Mzazi wangu, mbona nijali? Mimi ni zaidi kukujali jinsi ninavyokupenda. Asante. Wewe mbona unataka hivyo? Wewe ndio umesaniletea hela. Ndio, lakini leo na kazi nyingi nyumbani siku nyingine. Yaani kumbe ndio wote unapala maneno tu gani kumbe? Wewe ndio umeniambia nilete hela utachojoa, siliki sana. Ndio, lakini nitaendelea siku yako special. Special chana. Baby. Usinajua sana sija kufanya mambo. Soze. Kwa hiyo langu unanipa lini sasa? Unajua yule mtoto siwezi kumpa mzigo la lawama kutokana bado kigoli. Kigoli wewe yeye. Sawa? Mimi sisemi kitu. Mkama mwalimu. Mkama mwalimu. Nie, Mmemwibia mwalimu. siwezi kama sija. Kawe. Wewe mwizi. Kwani wewe si ndio unakuzi ya magazeti? Wameiba. Wameiba. Inuka sasa. Kama unijui mimi mwalimu mkuu nitakuja drama school. Ndio inuka sasa. Taratibu. Lakini mwapiga. Tule. Mwapiga. Jo. Upande. Pande. Hai. Jishika vizuri ya. Sasa mtu una leo unashinda kubakisha akili. Sasa leo wamekuiba. Siku yake hiyo watakuja kufanya kitu mbadala, njoo wewe utapata aibu. Wenzewe ujishikie, acha ulofa huo. Mama Maria. Mama Maria. Mama Maria. Hapa wapi? Ngoja niache hapa wapi? Tulia kwanza mwalimu, hapa si njoo kwako. Ngoja nikueleze. Mimi ni msomi. Afisa, siwezi kuwa na nyumba ndogo kama Kibiritu. Wewe pazani kwangu nani huyo? Ngoja. Makubwa. Yaani wewe bwana leo ndo umelewa namna hiyo? We baba, umempata wapi huyo? Yaani huyo nimekuta umeshamuiba, yaani umeshanidunda ndio nikaona nisaidie. Nani? Wewe kwa alipo hana kitu hapo. Nimeshonsachi hata mimi hana. Yaani mwanamume wewe unanitia aibu wewe, mwanamume wewe. Hivyo ulipolewa namna hiyo, si unanitia aibu jamani wewe kwenye familia hii. Baba, Mama, nashukuru, asante sana kwa kuletea huyu mtu. Asante babangu, nakushukuru. Hata mimi mwenyewe nashukuru mama. Wewe hii kazi baba leo niachie mimi. Asante mama. Alenongo awenjele tuvepamo. Tukamulana mikono. Hivi wewe mwanamume wewe una matatizo gani wewe? Yaani wewe unatia aibu familia wewe. Unalewa kiasi hicho jamani kweli? Sorry. Nikusamee nini? Yaani wewe ndio mwalimu mkuu wewe? Saizi umelewa uko hivyo. Huyo ni chaguo lako. Hebu nipishage mimi chaguo lake nani? Chaguo lako hata kama ni mlevi. Unataka. Yaani kama ningekuwa nakujua kama wewe mlevi namna hii, wala hata singekubali, singekuwa chaguo langu. Nipo kwa ajili yako. Jamani.
Leo umepata wewe. wako. Sasa sikiza nikwambie. Leo, yani leo ulali ndani leo. Unalala hapa nje. Asubuhi nikiamka na kutupia mswaki wako naenda kupiga shule ili wanafunzi wakuone kama wewe, yani wewe huna akili. Wife, I love you. Wana vinali bamba yoe nambe unkwida ida ugogo. Jambo? Jambo tu, salama. Sawa, mnatoka wapi saizi? Hakuna mzee mmoja, mimi ndio nilikuwa nimemwacha kati hapo. Wewe ndo tamba kiuni eh? Wewe saizi saa 7 usiku hii unataka kupeleka mzee gani saizi? Sio mambo ya kiuni jamani, Mungu anitume tena. Wewe mzee mwenyewe likilewa ndio mimi ninempa msala nimempeleka. Mungu anitume tena, mbona? Wewe hujui sheria kijiji kimsha kutembea saa ngapi? Wala. Afu mbona unaonekana unalewa unanuka pombe? Kwani mimi nilevi? Ili lewa mzee nilikimpakia njoo alikuwa amekunyulaka njoo mimi nikamfunga. Unaidanganya jeshi la polisi eh? Mimi si muongo, mimi mbona kijana mstaarabu tu jamani. Sawa. Shuka acha basikeli yako. Shuka! Shuka acha basikeli yako. Kwani chane? Shuka weka basikeli hapo chini. Weka hiyo basikeli chini. Sasa mimi nitatambua kama umelewa au hujalewa. Sikiliza. Nataka utembee kutoka hapa mpaka pale. Yeye nkopo hii. Sikiliza, nataka utembee mpaka pale kwenye mtule pale. Ole wako nikono unayumba. Haya. Tena ukiwa umefumba macho, twende. Tembea ukiwa umefumba macho, twende. Wewe nakwenda, mimi nakwenda. Mbona mimi mstaarabu tu. Twende. So kama gwaridi tu. Twende. Tembea, nakwenda. Nenda moja kwa moja. Nenda. Hapo kuna wewe. Kwani bado? Kwani? Wameshuni baba sikari jamani. Maana moyo wangu likawa nzito kweli, nikaona wale watakawawezi tu. Sasa mtu wa serikali unakawa mwezi bora, hata kama Saidi Mbuli mwenzake Rubabo ndio angekawepo. Kiukweli sina uzoefu na kazi ya ulinzi. Sawa. Sasa tunakuomba Gwaru tupishe kidogo, kuna vitu tunavijadili. Ila maelekezo yote kuna mtu atakuja kukupatia hapo. Kwa hiyo usijisikie vibaya maana naona haupo kawaida. Hakuna shida. Yeah. Sasa, okay. Kimuonekano anaonekana anatufaa. Lakini tatizo elimu yake. Ni kweli, kwa jinsi bodi yake inavyoonekana ingeweza kufaa sana, lakini ndio hivyo, ana elimu kaisha darasa la 4. Kiukweli kijana elimu yake ndio imemwangusha. At least angekuwa amesha darasa 7, lakini darasa la 4. Ni kweli. Ukweli ndio huo, kama mlivyosikia kuona kama tulivyoona katika vyeti vyake kuwa Gwaru ni darasa la 4. Na kwa taratibu za ofisi yetu hatuwezi kumwajiri mtu wa darasa la 4. Kwa hiyo at least angelikuwa ana elimu ya darasa 7 kuendelea tungeweza kumwajiri. Yeah, kwa hiyo hali halisi ndio hiyo. Jamani, mimi natoka. Sawa. Niendelea.
Gwaru. Kwa kweli mimi ni mzoefu sana hapa ofisini. Na hali hii imenipelekea kuwafanyia watu wengi sana interview. Ila kuna kitu nimekigundua kutoka kwako. Wewe ni kijana mstaarabu sana. Ni tofauti na vijana wa sasa. Alafu inaonekana ni mtu ambaye una nia na kile ambacho unataka kufanya. Kwa vijana wengi tuliokuwa nao leo wa Kitanzania wapo tofauti sana na wewe. Ila Gwaru, kwa kweli nikisema kabisa kama ndo mimi, yani ingelikuwa una kigezo umekifikia kwa upande wangu mimi nilitaka wewe uwepo hapo ofisini na unastahili kuajiriwa hapo ofisini. Lakini una tatizo. Tatizo ndio tatizo gani nilikuwa nalo? Gwaru. Tatizo lako kubwa ni elimu. Unajua wewe hujafikia hata elimu ya darasa la 7. Sasa hali hii huwezi kuajiriwa hapo ofisini. Gwaru, upasi kusikitika wala kujutia kwa sababu bado hujachelewa. Sawa? Hapo hapo ulipo unaweza ukarudi shule ukaendelea na masomo. Unajua elimu kwa umri niliokuwa nao mimi hapa sawa na ndoto tu, umeshanielewa. Umri wangu mkubwa sana, napata hadi elimu. Gwaru, hujachelewa. Unajua umri si kigezo. Kuna watu wamesoma uzeeni kabisa na leo wana nyadhifa nyingi serikalini, tena viongozi wetu wakiwa wanatawala. Kwa hiyo una haja kusikitika wala kukata tamaa. Endelea kupambana, kuwa na moyo huo. Alafu utakuja utatuona. Asante. Mnanizingua tu, sikilizeni. Sasa hivi kama tutasoma vichwa habari shilingi 100 hapa sawa. Kila mmoja anatoa 100 anasoma kichwa habari. Maana tokea msa zile mmekaa tu, yani ndo mambo gani sasa? Ngwaje? Poa, vipi tena mbona unawabusha? Wamezidi rafiki yangu, muda wote wamekaa wanasoma vichwa vya habari tu magazeti. Nimwambia kama unataka kusoma vichwa vya habari 100. Hawana waondoke. Kweli wale wanakea. Lakini utipo wabusha kama vile na wenyewe wachelewi, yani kubuka moto hapa. Wewe unaoendekeza bwana. Mimi hapa kama wana nini? Kwanza kazi yenyewe sio kwangu, nimekushikia tu. Wewe mwenyewe kama unaendekeza sawa. Sawa bwana. Ulikokuwa vipi huko? Huko mwanangu shega tu. Yani watu wanakubali. Unaelewa? Yani watu wanakubali kishenzi. Yani ile performance unavyofanya watu wanaelewa, lakini tatizo moja. Tatizo gani? Elimu. Umeshaelewa? Yani ukishaelewa kama huyu amesha darasa la 4, ndio kila mtu anakaa kwake tu anakuwa anakuongelea wewe. Ndugu yangu, zote maisha magumu. Yani maisha magumu kishenzi, yani mpaka hivi muda unaokuja usielewe kodi nitalipa nini wala hela ya kula sina. Bora ningeimba nzike tu kama wewe kijulikana moja. Sasa kuna unafuu gani rafiki yangu kwa na muziki? Yani kuimba kwenye visherehe hivi vya mtaani hapa na unafikiri ndo kila kitu. Mimi nataka na mimi niimbe angalau rais akija niweze kumtumbuiza, unaona? Hapo kidogo unaweza kupata hela. Mambo yote hamna, unajua. Hamna shida za hivi tena. Nakwambia hivyo. Ngoja nikupe kitu kwanza. Mimi nakukubali, yani ngoja nikupe kitu hicho. Unaona bwana? Siku yake tu wewe utapenjea tu. No cry. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. Hivyo vitu vyenyewe professional hata
Lakini ndo tutaishia kuimba hapa mshikaji wangu. Siku yake ndoto zako zitatimia. Umesikiliza bwana? Mungu aliyemuumba kuku ndio huyo aliyempa Balesa. Ankali. Karibu mjomba wangu. Bwana asante bwana. Vipi hali bwana? Mambo vipi bwana? Safi. Bwana Ankali, wewe si ndio daktari mwenyewe? Mimi ndo professional. Wewe ndio mtaalamu. Kitu kinachokufa wewe unakizusha. Ankali. Sasa mtaalamu? Yeah. Sasa mimi nimekuja Ankali kuhusu ule mchongo vipi? Chongo uko fresh. Baskeli ipo na iko safi, iko bomba kabisa. Yeah. Hata kama uko fresh njoo uniambie fuko la hela. Fuko la hela linatakiwa kama 80 hela hivi. Ankali. Wewe unajua ofa yangu ndio maana nikakutangazia na mimi biashara yangu inakwenda kupitia ile baskeli. Nitapokuwa wanashindwa na kwa siwezi kufanya biashara, umeshanielewa? Ndio maana nikakutangazia ofa yangu mimi 40 tu. Yaani 40 hata 50 rafiki yangu. Hicho chombo yani hapo kitakopa kipatikane mwenyewe anataka 80 hela. Kama vipi itashindikana? Kajipange, utakuja unakija na mzigo unapata. Hapa si unajua ndo mtakuja. Yaani usofu kusema uongo mimi siwezi. Ofa yangu mimi hela sina. Ndio ilikuwa ile 40. Ndipo kwa sina tena. Basi bwana. Baada ya 40 hata 50. Hapo kama biashara tupange. Tengeneze mazingira mengi. Basi bwana Ankali bwana. Njoo hivyo. Tunayahana muda mwingine. Shwari. Au sio? Salamu mlileta hizo. Magari zenyewe ndio wanapiga misele kama. Pata bezi. Wewe Suzi. Mnafanya nini hapa? Na huyu ndio nani? Asante. Kwani vipi? Sasa wapi mimi sina kuuliza mnachokifanya hapo nini? Na huyu jamaa ndio nani? Baby. Yes, baby. Nani? Mfanyakazi wetu ndani baby. Nani mfanyakazi? Acha dharau. Kaka mkubwa huyu mwanamke wangu bwana huyu. Wewe. Mimi nilikuwa mwanamke wako. Unaweza kuwa mwanamke kama mimi? Huna elimu. Huna gari. Huna pesa. Huna lolote. Unakuwaje mwanamke kama mimi? Maneno ya Suzi yalikawa makali zaidi ya moto. Yaliuchoma moyo wangu na kufanya nijione mtu asiyekawa na thamani katika hii dunia. Asante Mungu kwa kunipa zawadi ya mama yangu. Kwani mama aliniambia nisiache mtu anifanye nijione sina thamani. Vyovyote nitavyokaa hapa duniani naweza kuwa. Hodi wenyewe. Hodi. Mimi nishachoka maneno yako. Wewe nchi nzima mwanamke unaongea wewe tu kila siku vipi? Kwa nini sisi nimekuwa kasuku Usumbue. Kwa hiyo maneno naongea wewe unaona hayana maana. Shikamoo mama. Vipi mbona siku hizi unaletea magazeti? Niliiba baskeli. Sasa baskeli ilipokiibwa njoo nikaone nipumzike.
Pole sana. Asante. Naona umekuja sasa, una shida gani? Mimi nikawa na shida na wewe, njoo nataka tuongee maneno. Ongea na mimi? Nieleze, ni kitu gani ambacho ulichokufanyisha mpaka ufike nyumbani kwangu mimi? Mimi mwalimu nataka msaada. Msaada gani? Mimi nataka kurudi shule. Unataka kurudi shule? Mimi nimezamilia kabisa mwalimu. Sawa, mimi hapa ni mwalimu mkuu katika shule hii. Nimekuwa zamani. Alafu pili, huu mpango wa NEM kwa kwetu sisi hapa hamna. Labda ukatafute shule zingine unaweza kukusaidia. Sisi hatuna mpango huo kwa sasa. Tatizo ni nitakuja nzima hii wala mpango huo hakuna. Yaani kuache mpango kama ukienda mjini hivi ndio unapata mambo kama hiyo ya memkwa. Sasa swala la kwenda mjini, swala hilo hela ndio nigomba, hela ndio nichanganya. Yaani kama na hela ningeenda tu mwalimu. Mimi nahitaji msaada wako, nisaidie mwalimu. Kwa kweli mimi sitaweza, sawa? Mwalimu, msemaji. Unajua shogo nilipeleta mimi wakati nakupa msaada. Ndio maana nikaibiwa basikeli. Yaani mimi nilikusaidia kwa moyo mmoja wakati wewe umelewa. Ila nikuombe tunungu kwa njeje nguvu. Asante mwalimu. Kijana. Njoo mama. Uko makini unachosema? Mimi mwalimu nimekusudia, nimezamilia. Sina alternative nyingine yoyote zaidi ya kurudi shule. Okay, basi mimi nitakusaidia. Sawa. Asante mwalimu, nishukuru sana. Usinishukuru mimi, washukuru na wale waliokuibia basikeli kwa sababu ndio wafanyisha mimi na tukutane. Bila hivyo nisingeweza kusaidia, sawa? Ujambo. Sijambo. Nilikuwa nauliza darasa la 5F nje. Unasema unaanza darasa gani? La 5F. Muona pale mbele? Nakuuliza umepaona? Unanyosha. Chelewa, umenipata eh? Unakata, utakuta njia inaweka kushoto. Utakata kushoto. Utanyosha hiyo njia inaweka kushoto, utakuta kona inaweka kushoto. Basi utakata kushoto. Utatembea tena, utakuta bustani. Basi darasa la kwanza kushoto, la 5F. Nimekuelewa, lakini ndio huu ndio naanza moja kwa moja. Asante. Hapa senjonilio kwa mwanzo hapa. Hapa ndio pale pale hapa. Ama
Anko, wewe ni mwalimu mpya? Mimi mwanafunzi. Marhaba, mjambo? Karibu. Kaka, mbele. Mwalimu mpya? Ukweli unaosema? Mimi mwanafunzi. Hapana, tutakuwa na kutokuelewana. Labda kama unashindwa kuamini umuulize mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu ndio atakupa mchongo mzima. Nakuja. Anko, unaitwa nani? Wow. Anko, huku mdogo wa kusoma. Nikusaidie nini mwana? Samahani mkuu, nimemkuta mtu darasani. Ndio, ni mwanafunzi.